simu kweli? Hizi sio simu. Tumia hiyo simu. Tuende kwanza. Kabisa hamna watu kabisa. Kama ina wapi? Kwanza nasubirie kidogo kwanza hapo. Haya Dennis. Nyumbani kwenu ni mbali sana. Ondoka tu bwana ya. I say. Mimi siwezi kudili na mwanao, ni dili na muziki. Ndio mbona muziki wangu. Hodi tena hapa ndani. Karibu mwalimu. Asante sana. Shikamoo baba. Na jambo Dennis. Mwanangu mwanangu pole. Pole. Mwalimu. Mwalimu karibu. Asante sana jamani. Karibu kana. Asante sana. Karibu. Asante sana. Dennis. Emleta video kwa mwanangu. Karibu sana mwalimu. Asante sana. Dennis. Asante karibia. Leta video mwanangu wewe. Sawa baba. Leta mwanangu nikusaidie maana. Karibu mwalimu na huku. Asante. Karibia huku. Karibu sana mwalimu. Asante sana. Dennis. Atokea ni mbali sana huko. Ndio muuliza huko. Leta nikusaidie mwanangu. Mama, mimi naenda kula. Haya baba. Karibu sana mwalimu. Asante sana jamani. Vijana wapo wapi wala kabisa? Wapo siwaoni kabisa. Ngoja kwanza niende huko. Wewe weka hapa chini kwanza, nisubirie hapo hivi. Ngoja kwanza. Njoo hapa, nitakuacha njiani. Venus, ni wewe? Wewe ni nani kwanza? Habari za hapa? Denisi. Hapa ni nzuri. Hebu nenda hapo kwenye friji chukua soda ya mwalimu mletee. Mwalimu unatumia soda gani? Hebu tusalimiane kwanza. Mambo ni kwanza. Habari ya Salama kabisa. Unaendeleaje? Salama kabisa. Sisi mwalimu hatujambo. Ndio. Ilikuwa ni vizuri tu tungejua. Wakati tukiendelea kuzungumza upate hata maji kadogo. Kabisa. Chochote. Shida. Dennis, leta basi mwanangu. Fungulia mwalimu wako. Dennis, kijana wangu. Asante sana Dennis. Sikio kwa nyumbani jamani, nashukuru sana. Nimetembea umbali mrefu, Dennis nilikuwa namuulizia huko. Asante jamani. Ndio. Pamoja na kwa kuta muda ambao kidogo amkutarajia. Hamna hata shida mwalimu, jisikia amani. Taarifa zangu nilikuwa nimeshazipata, maana nilikuwa nimeshamwandikia Dennis. Alifikisha barua. Shida ni nini? Shida ni unataka shida gani? Ngoja kwanza achana mtoto wangu hapo. Acha basi. Ngoja kidogo kwanza, ngoja kwanza. Ngoja kwanza. Osman. Shida ni nini? Mbona tuliahidiana ndugu yangu tunaenda msikitini? Msikitini wapi? Msikitini wapi? Naacha bwana hapo pombe. Sasa shehe, ngoja basi. Ndio kwanza, hebu kaa hapa kwanza. Samahani kwanza. Unajua mimi hapa nilipo nimeelewa. Mimi nimeelewa. Kabisa. Tulia kwanza. Kwa nini sasa unakunywa pombe? Unajua shehe, wewe kwambia kitu mimi hapa. Hapa nilipo nimechanganyikiwa. Umechanganyikiwa nini? Shida ni nini? Masuala ya familia yenyewe, uko nyumbani shida tupu, mtaani kazi hamna. Umeamua kunywa pombe, tumekunywa pombe kabisa. Kwa nini? Mbona tuliahidiana siku ile, mbona kwamba unaacha pombe? Shida ni nini ndugu yangu? Kuanzia leo mimi hapa naacha pombe kabisa. Wewe ni wasiwasi kabisa, naacha pombe. Utaacha kabisa? Naacha pombe kabisa. Kwa kutokana na taarifa ambazo nilikuwa nimemwagiza Dennis aje awafikishie. Ndio. Lakini sikuweza kuwaona ofisini. Kwa maana nikaamua hadi kuja hadi nyumbani kuweza kujua ni nini hasa changamoto kijana wangu anazipitia akiwa nyumbani. Maana nikiwa naye huko shuleni muda mwingi amekuwa na msongo wa mawazo.
Kuna darasani muda mwingine anasinzia, nikiana na kweli. Sasa nikatamani sana mje ofisini tuongee, lakini sikuweza kubahatika kuwaona. Nikaamua nije nyumbani pengine naweza kujua changamoto hasa nini kwa kijana wangu. Kwa hapa nyumbani mimi kama baba yake sioni changamoto yoyote, ila barua ulipotuma ilifika, tulisoma kama wazazi na kwa sababu mimi niko busy sana, yani kifupi mimi kuja shuleni itakuwa ni ngumu, lakini nilimpa hilo jukumu mama yake. Sasa sijui amefika hajafika, kwa unavyoniambia haujaona mtu yoyote, mzazi yoyote pande zote mbili, hapo utanishangaza. Kwangu sijaenda shuleni. Mwalimu, kiukweli ujumbe niliupata na kweli jukumu hilo niliachiwa la kufika shuleni, ila ndio hivyo mambo alikuwa sikuweza kufika kwa bahati mbaya. Hata wanasema bwana, hata nani bwana, Qur'ani imesema bwana tuache pombe tusinywe bwana. Tusiweze kufanya bwana hivyo. Basi leo kama umeamua kweli kusema kwamba utaacha pombe, basi hizi kwa leo kwa heshima naomba basi leo kwamba hivi inna lillahi kwamba naacha pombe kwanza kabisa. Wakaona mwaga basi zake zimwage hizi. Lakini tunamshukuru Mungu umefika. Hakuna kilichoharibika. Sawa. Labda tatizo kubwa lilonalo shuleni ni nini? Kijana wangu mpaka kufikia wakati nimekuja kuwatumia ujumbe mje kujaribu kuzungumza hapo ofisini. Kijana amekuwa na changamoto nyingi. Mtihani kulipa na kweli, mazoezi darasani. Yaani amekuwa na msongo wa mawazo, muda mwingine anakuta anasinzia tu darasani. Mpaka nimefika kipindi nimemuonya mara nyingi sana, lakini akawa anatamani. Sasa nikawa nashindwa kujua chanzo hasa ni nini. Mwalimu, hata mimi nimeona matokeo yake hayaridhishi, yaani hata kidogo. Ila ukijaribu kumuuliza shida ni nini, ndo kama hivyo unavyosema, ukimsemesha analia, anakuwa ni mtu wa huzuni. So kuna muda naona unakuwa namweka kama nikimuuliza na mko kwenye mazingira magumu, na muda namwacha. Haipaswi kumwacha kwa sababu wewe ndio kama mzazi. Mimi nikiwa naye kwa shule muda mwingi kuanzia asubuhi mpaka jioni, tunajitahidi kuwaweka vijana katika utaratibu mzuri, wapende shule, mwisho wa siku afikie ndoto zao. Na wewe sasa tukisha muda mwingine tunawapa kazi waje nyumbani wafanye kama mazoezi ya nyumbani. Lakini wewe mzazi sasa, hilo ni wajibu wako kumfuatilia mtoto wako akiwa nyumbani. Hilo ni jukumu la pande zote mbili. Kwamba wewe mzazi unatakiwa uwajibike kuhakikisha mtoto anapokuwa nyumbani anafanya kazi za shule, anapata muda mzuri wa kupumzika, asifanye kazi nyingi sana. Tunajua mna majukumu mengi za kufanya na hawa watoto, lakini muda mwingine napaswa mwape muda waweze kujisomea na kufanya shughuli zingine za darasani ili kuweza kurudi katika ubora zaidi. Na hata pia ukimwona na usongo wa mawazo, jaribu kuwa naye karibu, usimtenge. Maana ukimtenga wewe mzazi ndio unazidi kumpoteza kabisa. Kama mwaga tu ashe wewe. Mwaga kabisa mwaga. Kimi kesha nani yani pombe kwanza acha kabisa wewe. Wewe kana mwaga tu bwana. Wewe pombe tata. Chupa za watu sasa. Chupa za. Wewe unaona kama kwa ni jukumu ambalo niliamua nije niwafuate tuweze kuzungumza kwa namna hiyo ili tuweze kumsaidia kijana. Kwa kweli ndio. Kwa muda mwingi anakaa na msichana wa nyumbani. Maana natoka kutokana na kazi yangu, natoka mapema. Asubuhi sana, mara nyingi sana namwacha mkuu amelala. Na muda narudi, muda umeshaenda sana, nakuta amepumzika. Kwa hiyo muda mwingi kumuuliza imekuaje, imefanyaje, nakosa. Unakuta karibia wiki nzima sijaonana naye, namwacha amelala hivyo. Nikija namuuliza dada, ananiambia ameshafanya homework na nini. Kwa hiyo ni shoti, nitajaribu kukaa naye karibu nijue shida ni nini pia, maana yani nakuwa niko busy sana. Sawa pia, lakini kuna mzazi mwenzio hapa, Baba Dennis. Changamoto ni nini? Mbona kijana anaonekana kama mmemtenga sasa? Kijana sijamsusa, ni kama tu mwalimu unavyoona. Mimi na mambo mengi. Kama unavyojua mimi ni msanii. Kwa hiyo ni mtoto wako ukumbuke. Kweli, lakini mimi muda mwingi sana niko studio.
unaona, natengeneza project zangu ili kusongesha maisha yangu mbele. Kwa hiyo masuala ya Dennis muda mwingi mimi namwachiaga mama yake, ndo huwa anawajibika nayo. Aha, kwa hiyo shughuli zako kubwa wewe unafanya muziki? Mimi ni muziki. Aha. Kwa muziki mimi ndo mwanangu, ndo kila kitu kwangu, ndo upendo wangu. Sawa sawa, nimekuelewa. Lakini baba Dennis, jambo ambalo wanasema wataalamu kwamba shughuli moja isikufanye ukashindwa kumtengenezea future kijana wako. Matamanio yake kuyafikia yanaambatana na wewe kama mzazi. Sawa? Una wajibu wa kuhakikisha majukumu yako unayatimiza. Sawa? Na yeye pia unamtimizia majukumu yake na mahitaji yake yote ya shule, ili tuweze kumsaidia kwa pamoja akiwa shuleni na nyumbani, aweze kufaulu na afike kwenye level nzuri ya elimu, nawe mtu mmoja wa muhimu wa kutegemewa katika jamii baadaye. Sawa? Ni kweli, lakini mwalimu, mimi hapa nilikuwa na wazo. Ndio. Kiukweli mimi kuwajibika na Dennis itakuwa uongo mimi kama baba yake. Ni mwanangu kweli, lakini mimi na mambo mengi sana ya kufanya. Lakini sio kwamba kuzungumza hivi ndo simpendi Dennis. Hapana. Paka imefikia hatua mimi nataka Dennis, masa naona kama maana mimi kuhusu hata madaftari yake mimi sichungulie. Nikaona labda kinachoendelea, lakini nikiona mimi Dennis kama anaona shuleni kuna sumbua. Mimi naweza ikiwezekana tunaweza tukamtoa tu hata tukamleta hata. Unajua kwenye muziki sasa hivi hata watoto wadogo wanafanya vizuri. Alafu Dennis nimemuona ana kitu. Kwa kama huko shuleni kutakuwa kuna sumbua, mimi naweza nikamleta, nikaonae kwenye game. Mimi nitamfundisha masuala ya muziki na kila kitu. Kwa hiyo sidhani hata shule kama ina muhimu sana mwalimu. Umeelewa sana. Bado tuone kupeleke kwa. Samahani bwana, naomba nirudishe chupa zake. Ndio, tuone kupeleke nyumbani. Sasa unanipeleka nyumbani. Si chupa zake. Sasa hizi hapa sasa kuumia. Utakuja kubeba, nisaidie kubeba. Nisaidie kubeba turudishe kwa mamuza kule. Wewe unataka nikadoe chupa. Wewe unataka nikadoe chupa mimi. Sasa twende kupeleke sasa. Twende basi. Sio kaanguka. Nataka aache shule. Nini? Wewe umesikia nini hapa? Dennis aache shule? Hivi kwa maisha gani hayo ambayo unataka kumjengea mtoto baba? Hivi baba Dennis unajisikia kule unachokiongea ni kinatoka kwenye kichwa chako kweli? Kimetoka moyoni mwangu na jamani, taratibu. Jamani, kama ambavyo nimewaambia mwanzo, hapa sijaja kuleta ugomvi. Hapa nimekuja kutafuta suluhisho la kijana wetu aweze kufanya vyema. Tuweze kumsaidia kwa namna gani? Sawa? Sasa naona mmeanza kugombana. Hii sio kesi. Sawa? Mimi wazo langu ni kwamba jamani, pamoja na kwamba tuna majukumu kila mmoja, lakini tuna wajibu wa kulea mtoto katika maadili ya shule. Elimu ni mfunguo wa maisha. Sawa? Wewe baba Dennis unasema kumpeleka kwenye muziki. Ni sawa kama ana kipaji, lakini sio muda wake kwa sasa. Mwache mtoto asome. Sawa? Na wewe mama Dennis, na waombeni sana mkae vizuri na mume wako katika swala la kumwangalia mtoto. Sawa? Hamna shida mwalimu. Aweze kutimiza ndoto zake za shule. Au mambo mengine yatakuja mbele ya safari kwa kishafanikiwa katika elimu. Sawa? Mimi hawa ambao nimekuja kuwaletea mjaribu kutafakari. Kijana amekuwa na changamoto. Inaonekana hapata hata muda ukana ninyi. Maana muda mwingi mko busy. Mweze kumtimizia madaftari ya shule, kila kitu, mahitaji ya shule, aweze kurudi shule akiwa bora zaidi. Sawa jamani? Sawa. Mwalimu, nilikuwa naomba kuuliza, kuna pen slip nilimpa Dennis alifikisha? Ilifika. Sawa. Ndio ilifika. Jamani, kwa hayo ambayo nimewaeleza, naomba tuyafanyie kazi. Sawa. Naamini panapokuwa na changamoto yote tuwasiliane. Hamna shida, tutakupigia simu. Ikiwezekana njoni ofisini. Jioni shuleni tazungumza kanapokuwa hapo na changamoto yoyote. Sawa? Shuleni atakuja mama Dennis. Sawa. Mimi naomba niwaache